Tunakukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Na shukuru Mungu kwa nafasi hii amenijalia mara tena, ili tuweze kukutana na wewe mpendwa mtazamaji katika kipindi hiki. Naamini kipindi hiki kimekuwa baraka kwako, umejifunza mengi. Umejifunza bila dhambi iliingia, bila mwanadamu alifanyika mwenye dhambi, na bila Yesu Kristo alikuja ulimwenguni na akabeba dhambi zetu zote. Hakuna dhambi Yesu Kristo aliaza, alibeba dhambi zetu zote. Lakini dhambi ambayo ilibaki kwa mwanadamu ilibaki kwa sababu ya kutokuamini. Mwanadamu anapokosa kumwamini Yesu, alibeba dhambi zake, ndiye anabaki kuwa mwenye dhambi. Lakini unapoamini Yesu alichukua dhambi zako zote, naamini ya kwamba hautabaki kuwa mwenye dhambi. Naamini ya kwamba tulijifundisha katika kitabu cha Mambo ya Walawi, bila dhambi ilikuwa inaoswa katika Agano la Kale, na leo tuko katika Agano Jipya. Hebu tuone bila Yesu Kristo aliweza kubeba dhambi zetu kutoka mwanzo hadi mwisho. Hii ni funzo ambao tunafaa tulifuatilie vizuri. Ukiangalia katika skrini yako unaweza kuona Yesu ako pale msalabani, na kuna neno Yesu alinena akiwa msalabani, akasema yote yamekwisha. Akasema yameisha. Nini iliisha pale msalabani? Dhambi zetu zote Yesu alitangaza zimekwisha. Kuna vitu viwili ambavyo vilifanya Yesu akuje duniani. Jambo la kwanza, alikuja ili atuokoe kutokana na dhambi. Jambo la pili, aondoe sheria ambayo ilikuwa inatuhukumu. Na ndio alisema katika kitabu cha Ibrania 10:9, anasema nilikuja nifanye mapenzi yako, niondoe la kwanza kusudi nisimamishe la pili. La kwanza ni agano la sheria, la pili ni asimamishe agano la neema. Na katika mstari wa 10 akasema, maandiko inasema katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Yesu alipobeba dhambi zote za ulimwengu, alipokutana na Yohana Mbatizaji katika mto wa Yordani, Yohana aliweka mikono na dhambi kama ikaenda kwa Yesu Kristo. Mara nyingi dini inafundisha, wanasema Yesu alichukua dhambi zetu pale msalabani. Lakini kulingana na Biblia, msalabani si mahali Yesu alisukulia dhambi. Msalabani ni mahali Yesu alienda kulipia msahara wa dhambi ambao ni mauti. Ni wapi Yesu alisukulia dhambi zetu? Yesu alichukua dhambi zetu katika mto wa Yordani walipokutana na Yohana Mbatizaji, na Yohana Mbatizaji alipoweka mikono yake juu ya Yesu Kristo, dhambi zote za ulimwengu zilihama zikaenda kwa Yesu. Mpaka leo hiyo dhambi ambayo tutatenda kesho, sisi tutapambana nayo. Kuna wengine wanaamini Yesu alichukua dhambi yote ya ulimwengu,
na licha ya kuwa wanaamini hivyo, bado wako na dhambi. Huyu anayeamini Yesu alichukua dhambi mpaka msalabani ako na dhambi. Yule anaamini Yesu alichukua dhambi mpaka leo ako na dhambi, na yule anaamini Yesu alichukua dhambi mpaka mwisho wa dunia bado ako na dhambi. Kwa nini ako na dhambi? Tunataka tuone Biblia vile inaongea, kwa sababu pasipo kusikiza neno la Mungu, hata uamini Yesu alisaliwa aniokoa kutokana na dhambi, Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, kama hauya soma Biblia, huyafundishwa Biblia kwa kina, bado utabaki kuwa mwenye dhambi. Kwa sababu imani huwezi kuja kwa njia ya kusoma, imani huja kwa njia ya kusikia. Hebu tuangalie kitabu cha Wakolosai, tufungue Biblia zetu kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13. Maandiko inasema, ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Mstari wa 14, akiisha kuivuta ile hati iliyoandikwa ya kutustaki katika hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigogomea msalabani. Kuna hiyo kitabu imeongea mambo mawili. Jambo la kwanza imesema, ninyi mlikuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kuwasamehe makosa yote. Kwa hivyo hapa tunaona akiisha kutusamehe makosa yote. Baada ya kusamehewa, kama tungesamehewa na bado sheria ibaki, basi sheria ingetuonyesha sisi tena ni wenye dhambi. Kwa hiyo sheria kusudi lake ilikuwa kutuonyesha sisi ni wenye dhambi. Kusudi la sheria ni kutuonyesha dhambi. Ndio hapa mstari wa 14 nasema, akiisha kuivuta ile hati iliyoandikwa ya kutustaki katika hukumu zake, akaiondoa isiwepo tena, akaigogomea msalabani. Hati iliyoandikwa ni sheria, aliweza kuiondoa isiwepo tena kwa sababu ilikuwa inatuhukumu katika hukumu zake, akaiondoa isiwepo tena. Tunapozidi kuangalia Biblia pia, bila Biblia inazidi kueleza, Biblia inatuelekeza katika kitabu cha Waebrania. Tuangalie kitabu cha Waebrania, mpendwa mtazamaji. Kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 12. Tufungue Biblia zetu. Waebrania 9 mstari wa 12. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Si kwa damu ya kondoo, si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, akisha ingia patakatifu na kupata ukombozi wa milele. Kuna patakatifu alipotengenezwa hapa duniani, wakati Mungu alipoongea na Musa akamwambia, nitengenezee mahali patakatifu nipate kukaa kati yenu. Musa aliweza kutengeneza hema takatifu ambao kuna lango, kuna madhabahu, kuna birika la maji, kuna patakatifu, na katika patakatifu kuna kinara cha taa, kuna meza ya mikate ya onyesho, na kuna madhabahu ya uvumba. Kuna patakatifu pa patakatifu ambao kuna sanduku la agano, na kifuniko cha sanduku la agano kilikuwa ni kiti cha rehema, na juu ya kiti cha rehema kulikuwa na makirubi wanatia kibuli katika kiti cha rehema. Na ndani ya sanduku la agano kulikuwa na vitu vitatu. Kulikuwa na pimbo ya Haruni ilikuwa inasanua maua, kulikuwa na supa ya mana, kuna mbao 2 za mawe zimefunikiwa pale, ambazo ni sheria na amri zilikuwa zimeandikwa katika mbao 2 za mawe zikafunikwa pale. Kwa hivyo unapofika katika patakatifu pa patakatifu unapata neema. Kwa hivyo hapo hakuna sheria imeshafunikwa. Na ndio hapa tunaona kuhani alipokuwa akiingia patakatifu pa patakatifu alikuwa anaingia na damu ya mbuzi na ndama, na ndio ili wana wa Israeli waweze kupata ukombozi wa dhambi zao. Lakini hapa tunapoangalia, Yesu hakuingia kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake yeye mwenyewe, akiisha kupata ukombozi wa milele. Na Yesu hakuingia patakatifu palipotengenezwa na mikono, bali aliingia mbinguni. Hebu tuangalie kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 24, tusikie vile maandiko inasema, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia patakatifu halisi, aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Yesu hakuingia patakatifu palipotengenezwa na mikono, bali aliingia patakatifu halisi ambao ni mbinguni, aonekane na Mungu, maandiko inasema
aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Kwa hivyo alipoingia patakatifu ambao ni mbinguni, alionekana na Mungu kwa ajili yetu. Kwa hivyo Mungu alipomuona, alituona sisi. Na ukiangalia wakati Yesu alipoangikwa msalabani na alipotolewa msalabani na kuwekwa kaburini, siku ya tatu alifufuka. Na siku ya tatu alipofufuka, tunaona Mariamu alitaka kumgusa, lakini akamwambia usiniguse kwa sababu siaenda kwa Baba. Kwa hivyo ilibidi Yesu akuje katika mwili, afe siku tatu, mwili wake uwe kaburini, siku tatu aende roho zilizokuwa kifungoni, awahubiri, na baada ya siku tatu arudi katika mwili na aweze kupaa tena kwenda mbinguni, ili aonekane mbele ya uso wa Mungu kana kwamba dhabihu hii imekubalika. Bile kuhani alikuwa anaingia patakatifu amefungiwa, nguo zake zilikuwa na kengele. Anapoingia akirusa damu mara ya kwanza, wana wa Israeli wanahesabu, mara ya pili, mpaka inapofika mara ya 7 wanajua dhabihu yao imekubaliwa. Kama kuhani basi watasikia kengele asili, watajua dhabihu yetu yakubaliwa na kuhani amekufa. So kuhani alikuwa anaingia amefungiwa kamba mguuni, kwa hivyo wakisikia hawasikii kengele sikilia, wanajua huyo kuhani Mungu amemuua, wanavuruta, wanatoa nje. Kuhani mwingine anachukua usukani, anaendelea kutoa dhabihu kwa ajili ya wana wa Israeli. Kwa hivyo Yesu ambaye alifanywa kuhani na ule kuhani wa milele, aliingia patakatifu. Si patakatifu alipotengenezwa na mikono, aliingia mbinguni aonekane na Mungu kwa ajili yetu. Ndio alikataa Mariamu asimuguze kwa sababu alikuwa yafaa kwenda mbinguni. Alipoenda mbinguni akaonekana na Mungu, Mungu akakubali dhabihu hiyo. Yesu alirudi tena, na aliporudi tena ndio aliwaambia niguseni muone ni mimi, kwa sababu roho haina mipupa wala nyama. Ndio wakamgusa wakaona ni yeye. Haleluya. Tunapozidi kuangalia Biblia bila inasili kutufunza kuhusiana na patakatifu ambao Yesu aliingia akapata ukombozi wa milele. Hakuingia patakatifu ambao alifanyika na mikono, aliingia mbinguni aonekane na Mungu kwa ajili yetu. Tunapozidi kuangalia kitabu cha Petro, tufungue Biblia zetu kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Maandiko inasema yeye mwenyewe alisisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tuwe wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Kwa hivyo ukiangalia hapa, Yesu alikuja katika mwili na akabeba dhambi zetu katika mwili, na alipobeba dhambi zetu katika mwili aliangikwa juu ya mti kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa hivyo maandiko inasema yeye mwenyewe alisisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Alisisukua dhambi zetu, si hata kwamba atasukua, mbali alisasisukua. Watu wengi ni wenye dhambi. Ukiangalia katika picha hii, unaona bado huyu mwanadamu bado ako na dhambi, licha ya kuwa amesomewa kitabu cha Wakolosai sura ya 2 mstari wa 13, amesomewa kitabu cha Ibrania sura ya 9 mstari wa 12, amesomewa kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24, bado ako na dhambi licha ya kuwa amesomewa vitabu hivyo. Hebu tuweze kuangalia vitabu vingine vitatu hapo, tuone kama hii dhambi ya huyu mtu itaweza kuondolewa. Tuangalia Waebrania 10 mstari wa 9. Mpendwa mtazamaji, naomba tuandamane katika hii picha ili uweze kuelewa vizuri. Tuangalia mstari wa 9. Inasema, ndipo aliposema, tazama nimekuja nifanye mapenzi yako, niondoe la kwanza kusudi nisimamishe la pili. Kiangalia katika picha hii, bado huyu mtu ni mwenye dhambi na amesomewa kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 9, ambayo inasema nilikuja niondoe la kwanza kusudi nisimamishe la pili. Tunapoangalia kitabu kingine Ibrania 10 mstari wa 10 inasema, katika mapenzi hayo umepata utakaso kwa kutoa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Pia hii kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 10 amesomewa, lakini bado ako na dhambi. Kwa nini ako na dhambi? Biblia itatueleza kwa nini ako na dhambi. Tuangalia mstari wa 14 katika kitabu cha Ibrania 10 mstari wa 14. Maandiko inasema, kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakazwa. Kwa hivyo Yesu Kristo alipotoa dhabihu, alitoa dhabihu moja inayodumu hata milele. Na maandiko inasema, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Hii ni kazi ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo amemaliza hiyo kazi. Kuna Mungu, kuna Mwana na kuna Roho Mtakatifu.
Kwa hivyo ukiangalia Biblia inasema tunaye Baba mmoja na tunaye Mwana mmoja ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ukisoma kitabu cha Wakorintho itakwambia mambo hayo. Na tunaona Mungu kazi yake ni kupanga, kazi ya Mwana ni utekelezaji, kazi ya Roho Mtakatifu ni kusudia. Tunapoelewa hapa, tunaona kazi ya Mungu kupanga kuokoa mwanadamu aliipanga ndani ya Yesu Kristo, na katika utekelezaji Yesu amekuja kuitekeleza. Kwa hivyo Yesu amekuja katika mwili, alipokuja katika mwili akabeba dhambi zetu katika mwili, na ndio maandiko inasema katika mapenzi hayo mumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na ukiangalia Waebrania hiyo 10 mstari wa 14 inasema kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakaswa. Tunaweza kuangalia tuone vile Roho Mtakatifu anafanya kazi. Huyu mtu amesasikia Yesu alichukua dhambi, Yesu aliosa dhambi, alitoa dhabihu moja inayodumu hata milele, lakini bado ako na dhambi. Kwa nini ako na dhambi? Hayapokea ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie Waebrania 10, tuangalie Waebrania 10 mstari wa 15. Maandiko yanasema na Roho Mtakatifu naye akashuhudia naye Roho Mtakatifu akashuhudia, kwa maana baadaye akasema. Alishuhudia baada ya Yesu kufanya kila kitu, baada ya Yesu kutoa mwili wake kuwa dhabihu kwa ajili ya dhambi, baada ya kutoa dhabihu moja inayodumu milele, Roho Mtakatifu naye akashuhudia. Haleluya! Kwa hivyo ni kwa nini wanadamu ni wenye dhambi? Kwa nini wewe ni mwenye dhambi? Wewe ni mwenye dhambi kwa sababu huyapokea ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Ni sawa umepokea kazi ya Yesu, unaamini Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, lakini bado unasema nani hana dhambi? Unajihisi mwenye dhambi kwa sababu haujapokea ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 16 maandiko inasema hii ndio agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, mtatia sheria zangu ndani ya mioyo yao na katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. Hapa kuna ushuhuda wa Roho Mtakatifu, na anasema sheria zangu nitaziandika katika mioyo yao na katika nia zao nitaziandika, ndipo anenapo. Kuna sheria ya Roho, kuna sheria ya dhambi na kuna sheria ya mauti. Sheria ya dhambi ni utende dhambi. Sheria ya mauti ni sheria iliyokuja na Musa, kwa sababu maandiko inasema andiko huua lakini roho huisha. Kwa hivyo sheria iliyokuja na Musa ilikuwa imebeba mauti, lakini sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu, hii sheria ilikuja kuniweka huru mbali na dhambi. Haleluya! Angalia kitabu cha Warumi 8 mstari wa 2. Maandiko inasema namna gani? Maandiko inasema sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniasa huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniasa huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hivyo sheria, wakati ambapo unasikiza sheria ya roho na inaandikwa ndani ya moyo wako, inakuasa huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Tunaweza kuangalia kitabu cha Warumi. Mpendwa mtazamaji, fungua kitabu cha Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho iletayo utumwa, kwa maana hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambao kwa hiyo twalia hapa, yaani Baba. Hatukupokea roho iletayo utumwa, hatukupokea roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Na ndio maandiko inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Na ndio maandiko inasema katika kusoma kitabu cha Yohana inasema, Nikodemo alipoenda kwa Yesu akamuuliza, nifanye nini ili niweze kuingia katika ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia, kama mtu hayasaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Na akasema kilichozaliwa na mwili ni mwili, kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba
tunapoamini kazi ya Yesu Kristo, tunafaa tuongozwe. Kristo anatuongoza katika Roho Mtakatifu, na ndio alisema nikiondoka nitamtuma msaidizi, atakaa nanyi, atawafundisha, atawakumbusha yote ambayo niliwaambia. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakuja kushuhudia kazi ya Yesu Kristo. Tuko katika kipindi cha Roho Mtakatifu, na wale wanaopokea ushuhuda wa Roho Mtakatifu hao ndio wanakuwa huru kutokana na dhambi. Okay, tusidi kuangalia mambo yaliyofanyika. Tukiangalia hapa tunaona Yesu alisema yote yamekwisha katika kitabu cha Yohana 19 mstari wa 30, na ukiangalia yaliyofanyika bando, unaona kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari 24 inasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, na tunaona ya kwamba kwa damu yake yeye mwenyewe akiingia patakatifu akisa kupata ukombozi wa milele. Kwa hivyo alipata ukombozi wa milele. Tusiri kuangalia tunaona akisa kutusamee, alitufanya hai pamoja naye akisa kutusamee makosa yetu yote. Tunaposidi kuangalia tunaona huyo ni Yesu ameangikwa msalabani, na akiwa msalabani amesema yote yamekwisha, na pale msalabani tunaona alichukua dhambi zetu juu ya mti, alichukua dhambi zetu, yeye mwenyewe alichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, na ndio huyo ameangikwa juu ya mti, alitufanya hai pamoja naye akiisa kutusamee makosa yetu yote. Na tukiangalia tukiona aliingia patakatifu ambao hakufanywa na mikono, aliingia patakatifu si kwa damu ya ng'ombe na mbuzi, bali kwa damu yake akisa kupata ukombozi wa milele. Tunaposidi kuangalia pia tunaona nini kitafanyika ndani ya moyo wako. 18 hiyo Waebrania 15, baada ya hayo Roho Mtakatifu akashuhudia akasema, nitatia sheria zao ndani ya mioyo yao na katika nia zao nitasiandika. Ndipo anenapo. Mstari wa 17, dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Mstari wa 18, Roho Mtakatifu anaweka full stop, anasema hakuna toleo itakayotolewa tena kwa ajili ya dhambi. Kama ondoleo hayo likiwepo, hakuna toleo tena kwa ajili ya dhambi. Kezo akiongwana kiu Yesu aliterekereo otekiongwana kenge kekalitwa ni ondoba wisia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ameweka full stop, hakuna dhabihu, hakuna matoleo kwa ajili ya dhambi. Dhabihu ambayo Yesu ametoa msalabani ni tosa. Haleluya. Kutoka hapo inakutoa katika dhabihu, inakutoa katika maombi yako ya kuomba msamaha kila siku. Hiyo mstari wa 18 inakutoa kwa kutoa dhabihu zingine kwa ajili ya dhambi, kwa sababu hiyo dhabihu Yesu alitoa ni tosa. Hakuna dhabihu ingine itakayotolewa kwa ajili ya dhambi. Haleluya. Na hapa maandiko inasidi kusema, inasema hatukupokea roho ya uoga iletayo hofu, bali tulipokea roho ya kuitwa wana, ya kufanyika wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni watakatifu, wana wa Mungu ni wakamilifu, wana wa Mungu ni wenye haki kama baba yao. Wana wa Mungu ni wakamilifu kama vile Biblia inasema mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo wakamilifu, alivyo mkamilifu. Haleluya. Okay, sasa nataka hapa tumefika, mpendo wa mtazamaji, ni mahali pa muhimu sana unafaa uweze kuelewa. Nataka tuangalie kitabu saa. Hii kitabu ni ya muhimu sana na unafaa usome mpaka uelewe hiki kitabu vizuri. Tuangalie kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Maandiko inasema katika mstari wa 20, nalisulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Ni Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili wangu nao katika mwana wa Mungu aliyenipenda akatoa nafsi yake kwa ajili yangu. Nalisulubiwa pamoja na Kristo. Kwa nini unaamini Biblia, unaamini Yesu alichukua dhambi zako na bado wewe ni mwenye dhambi? Kwa nini unaamini ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu na bado unajihisi wewe ni mwenye dhambi? Kwa sababu haujasulubiwa pamoja na Kristo. Maandiko inasema nalisulubiwa pamoja na Kristo, ni hai wala si mimi tena, Kristo yu hai ndani yangu. Mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani nataka uangalie picha hii vizuri. Uangalie picha hii vizuri. Angalia hii picha vizuri. Huyu ni mwenye dhambi, bado ako na dhambi. Huyu ni mwenye dhambi, ako na dhambi na amesomewa vitabu vyote, lakini kufikia kitabu cha Wagalatia sura ya 2
mstari wa 20, nataka mpendwa mtazamaji uweze kuona kazi ambayo itafanyika baada ya kusulubiwa pamoja na nani? Pamoja na Yesu Kristo. Angalia, huyu ni mwenye dhambi, amesulubiwa pamoja na Kristo, dhambi imeshaondoka, amebaki akiwa mwenye haki. Kwa sababu si mimi naishi, bali ni nani? Huyu ni mwenye dhambi, lakini baada ya kuamini na alisulubiwa pamoja na Kristo, ni hai, wala si mimi tena. Kristo ndiye Yesu ndiye anaishi ndani yangu. Yesu akianza kuishi ndani ya moyo wako, dhambi inaondolewa, unabaki ukiwa na haki ya Yesu Kristo. Haleluya. Watu wengi ni wenye dhambi kwa sababu hawajasulubiwa pamoja na Kristo. Watu wengi ni wenye dhambi kwa sababu ni wao wanaishi, si Yesu anaishi. Wakati Yesu anapoanza kuishi ndani yako, hapo kutoka hapa Yesu akianza kuishi ndani yako, hautabaki kuwa mwenye dhambi, utabaki kuwa mwenye haki, kwa sababu Yesu ndiye anaishi, si wewe. Wewe ukiishi wewe mwenyewe utaishi mwenye dhambi, lakini Yesu akiishi ndani yako, wewe ni mwenye haki. Haleluya. Dhambi imeondoka ama haijaondoka? Wakati Yesu ameanza kuishi ndani yako, Yesu akianza kuishi ndani yako, si wewe tena, ni Kristo anaishi ndani yako. Haleluya. Yesu ambaye ni mwenye haki, Yesu ambaye ni mtakatifu, Yesu ambaye hana dhambi yoyote, amekuja kuishi ndani ya moyo wako. Mpendwa mtazamaji, kutoka hapo dhambi inaondoka, Yesu anaanza kuishi ndani yako. Kabla Yesu aanze kuishi ndani yako, ulikuwa mwenye dhambi, lakini Yesu akiishi leo, ukifungua moyo wako, Yesu aingie ndani ya moyo wako, aanze kuishi ndani ya moyo wako, dhambi itakoma na haki itaendelea kufanya kazi ndani ya moyo wako. Na maandiko inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Leo umefanyika mwenye haki kwa sababu umeishi, kwa sababu si wewe unaishi, ni Kristo anaishi. Maandiko inasema nalisulubiwa pamoja na Kristo, ni hai, wala si mimi tena, Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilio nao sasa katika mwili wangu, nao katika imani ya mwana wa Mungu aliyenipenda akatoa nafsi yake kwa ajili yangu. Haleluya. Mpendwa mtazamaji, naamini ya kwamba umefuatilia programu hiyo vizuri, umeelewa bila dhambi yako yote imeondolewa na bila umepokea haki ya Yesu Kristo. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukufundisha maisha ya mwenye haki. Bila ukifanyika mwenye haki, unafaa kuishi, bila unafaa kutembea kama mwenye haki. Mungu akubariki na akutende mema. Tushukuru mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako ambazo Bwana majeshi unazidi kutufunulia kila kukisa. Asante kwa sababu ya kipawa cha wokovu ambao tumetupatia kupitia mwana wako Yesu Kristo. Tumeelewa sio sisi tunaishi, ni wewe unaishi. Asante Bwana majeshi, ukianza kuishi ndani ya moyo wetu, tunafanyika watakatifu, wakamilifu, wenye haki. Asante kwa sababu mpendwa mtazamaji ameamini si yeye anaishi, bali ni Kristo anaishi ndani yake. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unatupenda. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu akubariki. Tuage mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele.